Habari ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Kwa majina naitwa Baraka Barton Mgeyekwa, natokea Chuo cha Sayansi na Teknolojia MUST. Leo nipo hapa kwa ajili ya kuonesha ni kwa nini mti huu hujatoa matunda au hujatoa maua kabisa. Kama unavyoona. Kameramani naoneshe vizuri. Unaona? Maua hamna hata moja. Ndaonesha ni kwa na sio mti mmoja tu, labda ni miti. Unaona mti huu hapo? Kuna mti huu hapa. Leta tuangalie hapa. Unaona hapa? Mti huu hauna maua kabisa na vikonyo vyake ndio vinaanza kufunguka sasa hivi. So nitaelekeza ni kwa nini, sababu zipi zimepelekea shamba hili kukosa maua kabisa, ambapo imepelekea hasara kubwa sana kwa mkulima huyu kutokuwa na mazao na mavuno ya kutosha. Njoo nikuoneshe hapa. Njoo nikuoneshe hapa. Hapa njoo nikuoneshe hapa. Ndugu mpenzi mtazamaji ama mkulima, unaona hapa chini unapoona hapa? Ndugu mpenzi mtazamaji, ubichi pekee kama huu sio kwamba utapelekea kuwa na mazao shambani. Hapana, hii ni hakuna. Yaani dunia nzima, Tanzania yote utazunguka kwa ubichi sio utapelekea kuwa na mazao shambani. Lakini utapoweka mbolea ndio utapelekea kuwa na mazao wapi? Shambani. So mkulima huyu kitu cha kifeli kimoja tu ni kwamba kwenye shamba hili hajaweka mbolea hata kidogo. Hivyo umpelekea mti huu kukosa virutubisho ambavyo vinaenda kupelekea kuchochea utoaji wa maua. Ndio maana mti huu umekosa maua kabisa. Na ukipata maua unaangusha, unaona? Hapo ulipata maua hapa, lakini yote yalianguka. Hata hili hapa nenda nafanya inaanguka. Ni kwa sababu mti huu ulikosa virutubisho kabisa. Ni kwamba alikosa tu kuweka samadi au kuweka kabisa au kuweka mbolea yoyote ile ambayo ingepelekea mti huu kuwa na virutubisho ambavyo vingeweza kurutubisha mti huu. So naelekeza ndugu mpenzi mtazamaji wa shamba la parachichi ama mkulima wa kilimo cha parachichi, na kusii unatakiwa uwe unaweka samadi shambani mwako ili kupelekea mti kuwa na virutubisho vya kutosha na kusaidia uchocheaji wa utoaji wa maua kwenye miti yako. Sio kwamba sio kwamba ubichi pekee ndio unapelekea kuwa na mazao shambani. Hapana. Inatakiwa uweke mbolea ili uweze kupata maua. So kuna mbolea nyingi, zipo nyingi sana, lakini mbolea namba moja utaweka samadi. Lakini ukiona mti kama huu umekosa kabisa hivi samadi, hauna kitu kabisa, utaweka madini ambayo yanaitwa 5 rocks, ambayo yenyewe kazi yake ni kurudisha na kurutubisha udongo, yani kurudisha nutrients ambazo zilipotea kwenye udongo ambazo ni virutubisho, lakini pia ni kurekebisha sehemu ambayo udongo umeharibika kabisa. Asanteni, natakie tena na tena, lakini bila kusahau nitatajia namba zangu za simu ni 0773707425. Mbolea ile pale tumeshaiagiza, mkulima ni mshauri. So tunachoelekea tunaenda kuweka mbolea, process ya mbolea nitafundisha, lakini pia ukitaka kufanya farm consultancy, farm management, even also nanunua parachichi. Asanteni, bye. Hivyo basi hapa nitaeleza namna sasa ya kuweka mbolea. Kwa sababu mara kwanza pale nimeelekeza ni kwa nini sababu zinapelekea mti huu kosa maua kabisa. Yaani maua hauna kabisa huu mti. Na ukipata maua unadondosha. Sababu za kudondosha maua nimeshawaambia hapo. Mtu ukidondosha maua, sababu namba moja, umekosa virutubisho sahihi ambavyo vinapelekea mti huo kuwa na chakula cha kutosha. Sababu namba mbili, ukosekanaji wa maji. Sasa hapa maji hapo. Unaona ubichi? Ubichi sogea kama unaona. Unaona ubichi? Ubichi sio ubichi wa kuchoma, ubichi ni halisi hapo kwenye udongo. Unaona hapa? Aonesha kabisa, unaona? Unaona hapa? Ubichi upo kabisa mwingi tu. Lakini sasa ubichi huu sio kwamba utafanya vigezo vya maua hapa kubaki kwenye mti. Sio ubichi pekee ambao unasababisha maua yasidondoke. Lakini sasa kitu ambacho tutafanya hapa, tabii tuweke samadi. Sasa namna kuweka samadi hapa, tutapalua kwenye kisahani hapa. Tutatengeneza kisahani hapa. Tutachukua jembe hapo. Tutatengeneza sahani hapa. Unaona? Tutaweka sahani, tutapalua kidogo nyasi pembeni kote na kuweka pembeni. Then kwenye mti kama huu hapa tutaweka debe 4. Debe 4 za samadi. Sio kwenye mti kama huu tutaweka debe 4 za samadi. Then kwa sababu tushapalua mara ya kwanza, tutachofuatia tutafunika na majani. Halafu tutakuwa tunaendelea kumwagilia. Hivyo mti huu tutategemea mwezi wa 7 au mwezi wa 8 utaanza kutoa maua.
kwa sababu utakuwa una virutubisho vya kutosha ambavyo vinapelekea kuweza kuhimili kubeba nini, maua na kusaidia kule kudondosha matunda na kusaidia kuhimili mti kuwa una shine vizuri na afya nzuri na afya njema. Hivyo mimi sina la ziada zaidi hapo, niseme bye.